basi watu wakati mimi. Sasa mimi nimetaka kutoka, nachukua viatu, nashangaa vifai kuvaa vumbi kama ni. Kajua labda umevitelekeza. Nilete bwana. Mimi sijafungwa hivi. Mume wangu. Niambie mke wangu. Mimi kuna jambo nataka kukuambia. Jambo gani tena mke wangu? Mimi naomba wewe mke wa pili. Yaani nikuache wewe nitafute mwanamke mwingine wa kuoa kwa sababu gani na wakati wewe upo? Niko naomba wewe mwanamke mwingine ili aweze kukuzalia mume wangu. Mimi sina uwezo wa kupatia mtoto. Aliyekuambia wewe huna uwezo wa kupata mtoto ni nani? Tuna muda gani mume wangu toka tumeanza kuishi mimi na wewe? Sasa mke wangu, kama ni swala la mtoto, wewe si upo. Si mipango tu haijakaa sawa. Mimi nahisi tatizo tupo kwangu. Hapana. Usiseme hivyo mke wangu kwa sababu mimi naamini wewe ni mzima kabisa wa afya na hauna tatizo lolote. Ni mipango tu haijakaa sawa, na siku Mungu akiamua mwenyewe utabeba ujauzito na tutapata mtoto. Utaitwa mama na mimi nitaitwa baba. Naomba usinikatalie. Mimi mke wangu sijapanga kuoa mwanamke mwingine, hata wala sijawahi kufikiria kitu kama hicho kabisa. Sasa naanzia wapi kwanza? Wewe mke wangu mzuri. Nahangaika na wanawake wengine huko barabarani. Wa kazi gani? Wa nini? Sijawahi kufikiria mimi kitu kama hicho. Hata siku moja. Mungu, lakini nimekuomba mimi, si nikubalie tu. Unajua mke wangu unanipa mtihani mgumu sana. Kwa nini sasa? Sasa kweli nikaoe mwanamke mwingine alafu wewe? Ni sawa, kwani hata mtoto atakayezaliwa si wa kwetu pia? Ay. Naomba nikubalie, usinikatalie. Sawa. Nikubali. Nitafanya vile unavyotaka wewe. Sasa nitafanyaje? Lakini ni mtihani mgumu sana mke wangu. Na bwana, hebu usiwaze huko, tumeshatoka huko. Unatoka? Nataka niende kwa mjumbe nipeleke hela za nani za hao anayetulinda usiku, hao wasungusungu. Mwisho wa mwezi umeshafika, kwa hiyo wasije wakatugongea geti mke wangu. Unajua tena wale jamaa wana kero. Basi wahi kurudi, si unajua mimi niko mwenyewe. Haina shida, mimi nitawahi kurudi mke wangu. Kama ni kwa asante. Hivi unajua mke wangu unanifanyaga na wahi kurudi nyumbani kwa sababu yako. Mapenzi yote mapenzi tu mke wangu, neno onyesha. Kiamu. Kwa raba. Asikwambie mtu. Kaleta mchepuku wangu wake ngota wa subiri mtaani. Fatima. Ni simu tu au nini? Wewe acha tu baba. Mitandao inatusumbua. Nani? Safi, kwema? Kwema papa. Niko poa, upo? Si jambo. Haya, wapi uko? Hapa kuna sehemu moja nilikuwa naelekea kidogo, nikitoka niingie kwenye kahawa lambe kidogo tena, nigeuza zangu nyumbani. Basi sawa, na mimi naenda dukani mara moja nikachukue vocha pale. Maana kaka mzee mamangu hapa ananisumbua hata sina hata shida gani. Sasa Fatuma, pamoja na safari zangu, lakini pia nimeshukuru sana kukutana na wewe. Kwa sababu nilikuwa na mpango kukutafuta. Kwa wema? Ni kwa wema tu, wala sio kwa ubaya, ila sijui wewe utakavyochukulia, lakini ni kwa wema. Haya, niko hapa sasa. Sasa Fatuma, ni hivi, bila kupoteza muda. Unakumbuka kipindi kile nani ile swala langu lile nilokuambia?
Mbona hujiamini? Nini shida, mbona unajingata hivyo? Hamna, yaani wewe kuna kile kipindi nilikwambia Fatuma nakupenda, ukaniambia sijui mwanamke. Lakini sasa unakumbuka, lakini kile kipindi nilivyokuambia na nakumbuka. Sasa iko hivi, mimi nimeongea na mke wangu, ameniruhusu nitafute mwanamke mwingine ambaye niwe mke wa pili. Lakini sasa nikaona kwa sababu wewe upo na nishaye kuongea na wewe, ukaniambia una mke, wewe ukaona kile kikwazo ambacho wewe ulichokuwa umeona sasa hivi hakipo tena. Kwa hiyo nikaamua sasa kufuata kama hivi ili nikupeleke pale nyumbani tukaishi pamoja sasa. Yaani wewe, mke wako amekwambia kwamba utafuta mke wa pili? Tena yeye mwenyewe ndo kaniruhusu mwenyewe. Mimi hata sikuwa na hilo wazo la kutafuta mwanamke mwingine. Yeye mwenyewe ndo ameniruhusu. Kabisa, ni kwa moyo wake wote kabisa yani. Kwanza yeye mwenyewe ndo ameridhika mimi nikutafute. Japo mimi ndo nimekupoint wewe, lakini yeye ameridhika nilete mwanamke mwingine. Sio kanipeleka pale mimi nikaenda kamwaga mafuta ya moto babangu. Mimi nilikuwa nakuomba kitu kimoja. Twende tu pale nyumbani. Ili ukajionee mwenyewe, ujihakikishie kabisa kwamba sikudanganyi, alijani ninachokiongea ni cha kweli kabisa, ambacho yeye ndo ameniambia nitafute mwanamke. Yaani kwa moyo wake kabisa? Kama ni haraka sana sasa. Mimi nataka ukajihakikishie tu ni kweli ninachokiongea basi. Naogopa. Sasa unaogopa nini? Yaani mimi ninachokuambia nakuambia kitu cha kweli kabisa. Sasa kanipeleka huko alafu nikaenda nikavunjwa. Sina ana ule mke wako yule? Hapana. Twende. Ni mfupi lakini ana nguvu yule. Wewe twende bwana. Sasa naogopa bwana. Unaogopa nini bwana na wewe? Na maana uniamini? Mimi nakwambia kaniruhusu yeye mwenyewe. Usikosababisha nikamwagia maji moto kule. Haiwezi kukufanya kitu chochote, ndo kaniruhusu. Anakumwagiaje maji moto wakati mimi nakwambia yeye kaniruhusu mwenyewe? Una uhakika ameongea kitu kama hicho? Sio nikapeleka nikule afu nikapata madhara. Yaani mimi na uhakika haiwezi kukufanya kitu chochote, yeye ndo kaniruhusu nitafuta mwanamke mwingine. Twende. Ngoja nisubiri kwanza. Una uhakika kile ulichoniambia kule barabarani kweli? Wewe si twende, utajionea mwenyewe. Usinishike sasa, usinishike. Sasa unaogopa nini? Wewe tayari ushakuwa ni mke wangu, ni kuogopa. Ni vipi hili na lenyewe? Baby. Sasa unaogopa. My dear. Sweetie. Honey.